Karibuni sana, tunaendelea kujifunza mbinu bora za ufugaji bora na kilimo, na leo tutajifunza nyasi au majani aina ya Bracharia. Majani haya muonekano wake ni kama huu unaouona hapa, bado yanakuwa kidogo, huwa yanakuwa mpaka kufikia angalau urefu wa futi kama 4, lakini yenyewe yanakuwa chini kidogo, tofauti na nepia. Nepia yale yanakuwa marefu kabisa, yanaweza kuwa mpaka futi 8 kwenda juu. Kwa hiyo haya majani muonekano wake ni kama huu unaouona. Kama utagundua kwamba haya yana ufanano kidogo na mpunga, tofauti na nepia ambayo inafanana kidogo na miwa. Kwa hiyo ukiangalia muonekano wake ni kama huu, na haya majani yana sifa kuu 3. Sifa ya kwanza ni kwamba haya majani yanavumilia sana ukame. Kwa hiyo kama eneo lako linapata mvua za mwaka au za vuli kwa kiasi kidogo, kama utaambiwa uchague kati ya nepia na Bracharia, basi hii itakuwa nzuri zaidi kwa ajili ya mazingira yako. Lakini pia Bracharia yenyewe inavumilia udongo ambao una rutuba ndogo. Ukiutunza vizuri udongo wako utapata mavuno zaidi, lakini kama ikitokea eneo lako haliruhusu au tuseme halina rutuba ya kutosha, basi hii Bracharia itakuwa vizuri zaidi kuliko nepia, kwa maana nepia inahitaji udongo wenye rutuba ya kutosha. Lakini pia hii Bracharia inastawi sana kwenye udongo, hata kama una asidi nyingi kwenye udongo bado Bracharia inastawi. Lakini pia Bracharia ina sifa ya kwamba yenyewe ni zaidi kwa ajili ya kuchunga, yani kwa maana ya wanyama kama ng'ombe, ambao yani kwamba ukipanda unatengeneza paddocks au vibustani vidogo ambavyo unawaachia wale ng'ombe au tuseme mbuzi, wanakuja wanachunga, kwa maana wanakula majani yakiwa hapa hapa, kwa sababu yenyewe kama nilivyosema sifa yake hayaendi juu sana. Kwa hiyo inakuwa kidogo sio rahisi kuyakata kama yalivyo nepia ambaye yanakuwa marefu sana. Ni rahisi kukata na kuyapeleka bandani, lakini sio kwamba haiwezekani, pia unaweza kuyakata. Na pia haya unaweza kutengenezea silage, na pia unaweza kutengenezea hay, na watu wengi wanapenda sana kutengeneza hay. Kwa mtu asiyejua, hay ni majani kama haya ambayo yakifikia umri wake na urefu wake kulingana na aina ya majani, yanakatwa kile kipindi ambapo yanaelekea kukauka, yanakatwa halafu yanahifadhiwa na hali yake. Kwa hiyo ukiangalia kwa macho yanakuwa yamekauka, lakini viinilishe vingi vinakuwa bado vipo na unaweza kuyahifadhi kwa muda mrefu. Wakati silage yenyewe yanakatwa yakiwa mabichi, yanavundikwa, halafu ndio yanahifadhiwa. Kwa hiyo kwa mtu ambaye eneo lake linapata mvua kidogo za wastani kwa msimu, lakini pia udongo wake sio mzuri sana, hauna rutuba ya kutosha, na lengo lake ni kwa ajili ya kulima haya majani ili wanyama waje wachungie pale pale, basi hii Bracharia itakuwa ni chaguo zuri zaidi kushinda nepia. Kwa hiyo nimeona ni share na nyinyi ili muweze kuelewa haya majani kwamba sio nepia tu, kuna Bracharia pia kuna majani ya aina nyingine, lakini kadiri tunavyoendelea tutaendelea kujifunza polepole. Na haya unaweza kupanda kwa kupata mbegu, lakini njia maarufu ambayo inazoeleka inaitwa transplanting, kwamba unachukua kwenye shina ambalo limekomaa, unang'oa majani kidogo, unaenda kupanda sehemu nyingine, unagawanyisha. Kwa mtu ambaye amewahi panda majani kama mchaichai, anaweza kaelewa ninachosema, kwamba kwa mfano kama hili shina hapa, unaona unakuja hapa katikati, unaona lenyewe linakuwa linatengeneza mizizi. Kwa hiyo kwa mfano niking'oa hichi kijani, unaona kama hii ina mizizi. Kwa hiyo hii tayari naenda na panda. Kwa hiyo hii moja tayari litakuwa shina jingine la Bracharia, litachanua, mwishowe litakuja kuwa kama hili. Kwa hiyo wale wanaohitaji mbegu either hizi za transplanting ama mbegu zenyewe za kurushia shambani kama mbegu, pia wanakaribishwa sana, zinapatikana wahi ili uweze kupanda haya majani
kwa ajili ya mifugo yako. Na kama hujasubscribe bado, tafadhali fanya hivyo ili tuendelee kujifunza, na kama una maswali ama hujaelewa na chochote kile, usisite kuniandikia. Mawasiliano yatakuwa sehemu ya description. Asante sana kwa kutazama na Mungu akubariki.